Amen. Ni wimbo wa 131. Tunaanza. Mimi Mkristo nitachokuwa katika yote mpaka kufa. Mimi Mkristo Mnenaji ni wewe. Fungua masikio yetu tuyasikie kwa makini maneno kutoka kwako, ndicho chakula cha kulia njiani pa kwenda mbinguni. Bwana, fungua hazina za roho zetu ili neno lako lipate kuwa na makao, shetani asipate na power ya kunyang'anya neno lako kwetu. Asante Bwana, sisi ni kuomba na naye tenda kazi ni wewe Bwana wa majeshi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tusome kitabu
Mhubiri, mwalimu, tusomee Mwanzo sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 14. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yafeti. 11. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia, na tazama, imeharibika, maana kila mwenye mwili amejaribia njia yake duniani. 13. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. 14 na ndio mwisho. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Amen. Bwana asifiwe. Nitazungumza neno ujifanyie safina. Wakati Mungu aliona ya kwamba nchi inaharibika, kila mmoja, kila mwanadamu, kila mtu anakuwa kujifanyia dunia anapenda, mpaka wanaharibisha dunia, akamwambia Nuhu, nataka kuharibu dunia pamoja, nataka kuharibu watu pamoja na dunia. Ujifanyie safina. Na si Nuhu tena anaambiwa, anakuwa wewe na mimi, anakuwa wewe na mimi. Tunaona jinsi ulimwengu unavyoenenda. Ulimwengu hauna tena haja na Mungu. Inakuwa sema nimeendelea. Huku kwenye tunakuja, Wakristo wenyewe wanasema wazungu ni Wakristo, tena wanaabudu Mungu na Mungu. Sio kitu wanafanya masikukuu ya viungu. Mbalio mtu mzima anavaa kaleso, tunaenda wapi? Na nakuja natembea na fie na kaleso niko naye, alipo nafanya biashara ni vinambeze vietana vietana. Nilisikia mtu mmoja alisema, mwenye tulipata na iko asema mahubiri yenu zamani mwataka. Nikamsikia, nikaona huyu anaona yeye anafika duniani kama mbinguni. Na kuambia mama, usiangalie mtu, maana watu wengine wanasema hii mchungaji inatiki wagonjwa wake, na huyu mchungaji ana mbingu huku mbinguni kuna daktari.
ndio watakuwa wanakaa, wataenda mbinguni, wataenda kukaa kwa altari kuu. Mbingu ni ya watakatifu. Hamtaingia kinyonge wala kichafu. Uwe nani na kuambia, usipo kontrole maisha yako hauingie mbinguni. Kama unakufa watapaka Bernito. Ni huyu alikuwa mchungaji mzuri sana, alikuwa mwinjilisti mzuri sana, aliondoka hapa kutoka Lweba mpaka Lumbasi mpaka Kindu mpaka wanapaka Bernito, na anakuwa wapi? Kuzimu. Nakwambia mama, ujifanyie safina, usitazame mtu. Asema wewe ni mzee wa kanisa, haiko naenda na wako na asubuhi iko hapo kanisa. Bwana sifiwe. Utakwenda huku mchawi, huku napana sumu, huku nafanya usharati, huku mwizi, mtetanaji, mwongo, mvalio. Jamani, tuambiani kwa wazi, saa hii ni wakati ya mtu kujifanyia safina. Unajikontrole nyakati zote, tangu asubuhi mpaka jioni. Na angalie na mvalio na mwenendo. Usidhani kama tu mchawi ndio atakwenda kuzimu. Na wewe mwenye uoga wakusema anaweza kujua, unamwogopa Mungu, anakuona huko mbavu, unaenda kuzimu. Tena sema na waoga na waongo na wazinzi na wachawi wapi? Kuzimu. Yini vile mtatu utaenda onile nivo obutukine obe omanyeni tukine omanyeni nikumbona nivo uliwana nikiwa uliwana. Maana nategemea Mungu. Kwa hiyo tuwe si na safari yetu ya kwenda mbinguni. Uwe unajikontrole. Amen. Nuhu aliambiwa ujifanyie safina. Na wakati huu tunayo ni wakati wa kujifanyia safina. Usimtazame mtu. Baba ya mbinguni tahele rais Eropa kukasirika na hauwezi kwenda mbinguni. Inafaa uwe mvumilivu, bakutukane, bakudharau, bakusingizia sema huku mchawi na wao huku mchawi. Wewe uwe na fieri kama mimi. Wengine nisingizia sema niko mchawi, niliona Mungu wangu, lakini Mungu alinitetea. Mimi sikuwepo. Ndogo wangu ndio wakati walienda kwao kuuliza kwa mapepo kule, ndogo wangu akasema msana sisi wajomba yake ndio tulimuroga. Nitaenda na nini? Mama. Bora ekumbuka kuna mwachanga. Na changi chochote na leo nitawuyali. Ekumbuka ukimwona mtana nibo iwa lokao kwa kibibi ni maboko nuzi wa lokao muyo na mukati.
msayani wake ubwana kwa mimi na ungine wao shika kambi na wao watoto wamemaje umjinji ye baba zake hojo baba no ruzuku yo tota ana hata na kama mnaja kadimi moya pina au kulange parcelle atikala wake pachi ani nitetea Mungu na mwenyewe alikuja kuniambia vile mdogo wangu anasema bonku sitaki chomono nakwambia uwe mvumilivu ujifanyie safi kwa sababu mimi nilitukatwa na pastor pale petu wewe but what was it let's no subali de no morondo hadi subali de no morondo hadi nini wenye mteni mtu aone ndio mtu aone but wanaona na kanisa inabe ono ba mwika bama kwenda mbinguni si rahisi mpaka upitie kwa nivo. Na nivo ni nini? Ni majaribu. Ndio nivo ya wewe Mkristo. Tukatoka nani ibada ikaisha. Tukatoka mkanisa naenda nyumba. Sijaweka vitabu kwa meza. Kumbe huko nyuma kamati na inakaa chini nasema bila dawa na wala Wakristo tu bila esobana ya hapo todisi kwa na wala ana yosepata au na baya ana yende community au yana baya muyo na zobe sama batu mabanzeba kanisa baba ewe watanaika kutatu zobe patanga wobe kusamaeni tungaji bila atenda atabe kanisa yenge tayangu wengine ni nivo ngoka kirewe na ngina ukakira lakini enumwe no echabe mbada waona na bas uneni manga bado kuna ndani tu Mungu kwani mule bale mbale bakutule yini bibi ndani yele batulungule ni neno kujito kwenye machalo lopo Otombo, kweli ndio kakiwa kanisa bila. Ndio vile mtu na bibi. Aleka. Hatunia. Mungu anaona mtu wale, tu yuko yuko. Ndio nini ndani yale. Wabeno Mungu kutatu. Ase, ni mati. Inatani ndio kwa sisi le. Atani ndio ungeke kwa minoti. Sisi le, lungi no yuto. Ujifanyisha pili. Betuba yuru zuku ngoro ni ujifanyisha pili. Leo wakati hii ananiwa ibe na kwa ni basoma teolojia. Mbingu ndio ba teolojia. Anita ama nazimu kwa mimi nilimsomea. Mbingu watakatifu wala tele ya pastor wala tele ya mwinjilisti wala tele ya representa mbingu ya watakatifu hapa tusome mwanzo mwengi mpaka mdogo kuna mwingi nakwambia kusaba moja kwa sita. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe hu mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Ndiyo, katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mume na mke, na katika wanyama wasio safi 2 mume na mke. Tena
katika ndege wa angani 7 mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. 4. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. 5. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. 7 na ndio mwisho. Naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Amen. Bwana asifiwe. Akamwambia Nuhu, ingia sasa wewe na mke wako na watoto wenu, sababu nilikuona wewe huko mwenye haki mbele zangu. Ndio hapa chini hapa anamtetea hapa chini. Ndio maana aliambiwa ingia wewe na mke wako na watoto wako. Aliambiwa uingie wewe, kwa sababu nilikuona wewe uko mwenye haki mbele zangu. Mama angekuwa mtu mwenye haonekani mbele za Mungu ni mwenye haki, angeambiwa sema ujifanyie safina. Jibu hamna. Kwa hiyo tunahitaji ya kwamba tuwe watakatifu, na utakatifu ni kujikontroli. Nilifanya nini? Usidharau dhambi. Wakina mama, vijana, kama unataka kwenda mbinguni, ujifanyie safina. Ujifanyie safina. Usiangalie mtu. Watu wengi wanaona kama ana karama ya uponyaji, ya uchungaji, karama ya kufundisha, huku mwinjilisti ndio karama itakufikisha mbinguni. Mungu anaweza kukutumikisha kama vile alivyokutumikisha kunguru. Alimwambia kunguru, unaenda ukamulishe Elia nyama na mkate. Na Elia akafika kwenye na kweli. Je, kunguru inavalea matendo kwa Mungu? Wala wewe mwanadamu unaenda kuogota dhambi utaenda kuchoma? Usifurahie karama. Wengi wanafurahia karama ya kwamba kama anafanya usharati na anaenda kuombea wagonjwa anapona. Kama anatabiri na yale anatabiri yanaonekana pia anajifurahisha ya kwamba mimi nafanya dhambi takatifu. Wewe kuna dhambi takatifu wewe? Kuna dhambi takatifu? Mama, ujifanyie safina. Hakusema ujifanyie safina. Na wakati wetu ni huu, anakuambia wewe na mimi ujifanyie safina. Kuna mama wengine walisema akasema sasa kwenda mayalini ni artisti mwingine na ati mamesi jina na ati ngiyo jina na ati Mungu anaona ndimo. Na kuambia hakika utakuta mbingu. Tunaambiana kwa uwazi. Na mnaona magari iko constant. Ikipiga tone
kufuata, njoo twende. Utakataa? Mama watatu. Mama hapana, ulifurahia nilingepi na maumine kwa mimi na oya mbinguni bo na huko ukienda unafanya huku unafanya vingine vyenye vipendeze Mungu, unapendezesha watu mcheze Mungu na nusu. Utakwenda mbinguni? Hapana. Mbingu ni ya watakatifu. Hamtaingia kinyonge wala kichawi. Wamama tunaambiwa kwamba ujifanyie safi. Usiangalie mtu, usiangalie asema huyo ni kiongozi wetu, huyu ni mwinjilizi wetu, ninaone mtwini alifungula eomba maombi ako oneni hiyo losoko alimwombela baba na ono amamoto aweke ajana abe kwa macha olekera Mungu amboni busoyombele na maiti ana yombele maiti ndapata na mfano wa faida. Kwa jina la Yesu faida simama, kwa jina la Yesu faida simama, faida imani atabi angashi kwa umu mane retweet faida imani aziko na yoba basi ama jaja maombi ni beto teleza beto teleza beto teleza au yao mambo hizo zingine unazitembea kwa wale wanene ye mbingu ni ya baba yako au mama yako? Baba yako ndio anaanza kusema mniangalie mie, ule ni kijana wangu, ule ni binti wangu, muache apite tu. Ni yake. Nakwambia baba, mama, kijana, binti, ninakwambia uwe unajikontroli kama unataka kwenda mbinguni. Usidharau kadhambi, mwenendo nao usio sawa mbele za Mungu unaweza kukosesha wewe kuingia mbinguni. Na mwana kwa unapini mwele zibayano ni anose bwazi mtaenda mbinguni? Hapana, hapana. Ndio moyo etabiashara ni bora jambo ziletana mama apani kaja eti binyamu ni nomo papa ama ndo sadaka awitoa sadaka hiyo atole ni au ya mbinguni mimi kama ya itabiashara ni kanisa na tupatalo ya ila ndio mtoa sadaka panaonde. Mbingu ni ya watakatifu, mtaingia kinyonge wala kutana. Hata uwe na tekolo la Bwana, tikolo la wafela. Ni Bwana yao ile italetwa kwa watu Bwana.
mbinguni. Kama utaingia mbinguni kwa sababu kumwona. Hapana, hata ingia. Mungu atatenda hivyo. Uone sasa hivi Mungu na mbinguni. Baba tubu. Wewe ndio. Ndio tujue mbele ya makaitwa Mungu. Wala mimi hata sema ya kwamba bali kutukana sana, bali kudharau sana. Wewe ingia hapo kupumzika hapa mbinguni kabisa. Wewe unadharaulika sana, ulikuwa huna amani kabisa. Amen. Itoka ije. Sepande ngolo doa. Na ile kitoro, otu wini ile ngala nikela na tenu. Mba waidi ni yenda oba. Dano afini wambe. Nanu bisa weka bibi. Na nisika na tuliamba ametu. Kwa maana tujikontrole. Sasa shida ni hii tunaona kwa macho. Na ndio maana tunaambiwa ujifanyie safiri. Akamwambia ingia sasa. Kwa sababu nakuona wewe mbele yangu huko mwenye haki. Hautaingia mbinguni kwa sababu ulikuwa unaimba huko mwanafanya huko mwinjilisti huko na kana pastor huko nani. Hautaingia mbinguni ya watakatifu. Mama wewe wewe mama wala hivi mwetu wala mwetu mama Mungu ayuno neno awoki mama mpendwa hawana chatikila engine tichile mecha tichile mnoki tichile nyibi isingwa nosi mama apani gaja ngomungula mateti na bazana banuna na batu kwata tupata rutini no kama ndio na makini mwana omwe tonze yeye awali makini ndio yana milonga mbinguni ya watakatifu. Amtaingia uwe nani usipokuwa mtakatifu hutaingia. Noa aliingia yeye kama vile alivyoambiwa na Mungu na mke wako na watoto wako. Tusomee Waebrania 11:7. Anasema hivi, kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Amen. Betuba ndimi. Tumfungula na ale. No, alwani wani na msakona. Se na ba boss. No, da no zungolo. Da na mama. Obo kwaje mos.
ananena bila damu. Anaenda na watu. Hivi sabini. Anaenda ndio. Ine bado ole bado ositani emuno hapa. Tunaongea kwa bibi basi. Tayari bado nunu aika wao ndani. Lakini obo kwaje mwi mwana ya funguro na Mungu no jimi. Petuba di mama. Ujifanyie Sabrina ili jikontrol. Janda. Madushi te Sabrina. Ano duwala jikontrol. Wilola. Etu Belina kitu gani nilichokifanya kisichopendeza Mungu? Saa zote usiwe unaingia kanisa kawaida. Usiwe unasikia maneno ya Mungu kawaida. Kujifanyia Sabrina ni kujikontroli. Wewe peke. Watu wengi watashangaa. Tunaongea vizuri. Ndio basi kuzima boda na tunataka huko. Haya ndio. Ikiboda ndama. Na bonge. Jifanyie Sabrina. Sisi leo ni kujikontrole. Kujiangalia nini nilichokifanya kinaweza kunikosesha mimi kuingia mbinguni. Saa za Yesu kuja kuchukua kanisa lake ndizo hizi tunaona dalili hizi aliposema tunaziona. Sasa ni wakati wa wewe kujifanyia Sabrina. Kujifanyia Sabrina ni kujikontrol. Neno hili likae kwenu na kwangu.